Siri ya mtihani wa mwisho. Kulikuwa na mwanafunzi mmoja aitwaye Brian. Brian alisoma kidato cha 4 katika shule ya bweni. Brian hakuwa mwanafunzi mzuri darasani. Alijitahidi lakini hakuwahi kupata alama nzuri. Kadri siku za mtihani wa taifa zilivyokaribia, presha yake iliongezeka. Walimu walikuwa wakisisitiza sana, huu mtihani utaamua maisha yenu. Maneno hayo alimfanya Brian ashindwe hata kulala usiku. Usiku mmoja akiwa chumbani peke yake, aliamua kusoma mpaka usiku wa manane. Wenzake walikuwa wamelala tayari. Ghafla aliona kitu cha ajabu kwenye dawati lake. Kulikuwa na karatasi, lakini hakuikumbuka kuiweka pale. Aliichukua kwa mikono yake huku ikiwa inatetemeka. Ndani yake kulikuwa na maswali ya mtihani, maswali yale yale watakaokuja kufanya kesho. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Inawezekanaje hii? Brian alijiuliza. Brian alikaa kimya kwa muda mrefu. Alijua wazi hii ilikuwa nafasi ya kufaulu kwa urahisi, lakini pia alijua si sahihi. Sauti ndani yake ilisema, ukifaulu kwa njia hii, je, utaweza kujivunia? Lakini sauti nyingine ilisema, hii ndio nafasi yako ya kubadilisha maisha yako. Usiku ule haukuwa wa kawaida kwake. Asubuhi ilipofika, Brian aliingia kwenye chumba cha mtihani. Aliingia akaliangalia karatasi la maswali. Alishtuka. Maswali yalikuwa yale yale aliyoyaona usiku. Jasho lilimtoka. Alikumbuka karatasi ile bado ipo kwenye begi lake. Alijikuta katikati ya vita vya nafsi. Dakika chache baadaye, Brian alinyanyuka polepole, akainua mkono. Walimu wakamwangalia. Kwa sauti ya hofu lakini kwa ujasiri alisema, "Mwalimu, kuna jambo nataka kusema." Chumba kizima kilikaa kimya. Baada ya kuelezea kila kitu, kulikuwa na ukimya mzito. Lakini badala ya kuadhibiwa, Brian alisifiwa kwa uaminifu wake. Baadaye iligundulika kuwa ule mtihani wa majaribio wa walimu walitaka kuona nani angejaribiwa kudanganya, na Brian alichagua ukweli. Je, wewe ungekuwa Brian ungefanya nini? Ungetumia ile karatasi au ungechagua kusema ukweli? Andika maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata hadithi zaidi.